Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Kuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Maendeleo ya akili mnemba au kwa lugha ya Kiingereza Artificial Intelligence, AI, ni baraka au laana? Kikwazo kikubwa ambacho tuko nacho sasa hivi dadangu ni kwamba utajuaje kazi iliyofanywa na ChatGPT na si mwanafunzi? Ni Alhamisi ya tarehe 11 mwezi Januari mwaka 2024. Ninakukaribisha kusikia yale tuliyokuandalia, ikiwemo mada kwa kina ikiangazia matumizi ya akili mnemba, ambapo leo tutazungumzia ChatGPT. Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Maendeleo ya akili mnemba au kwa lugha ya Kiingereza Artificial Intelligence, AI, yanakuja na fursa nyingi, lakini pia changamoto. Na ndiyo maana mwezi Oktoba mwaka jana, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliteua jopo la wataalamu 39 na kulipa jukumu la kumshauri kuhusu hatari, fursa na usimamizi wa kimataifa wa teknolojia hiyo. Mwezi Desemba mwaka jana pia nilifanya ziara huko nchini Tanzania, ambapo nilihudhuria kongamano la 8 la kimataifa la Chama cha Ukuzaji wa Kiswahili Tanzania cha UKIDU, uko jijini Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Na mara 2 mfululizo walifanya warsha kuhusu ChatGPT kwa wafundishaji wa lugha ya Kiswahili. Jambo hili lilinifanya kuketi chini na rais wa CHAUKIDU, Dr. Philipo Lubua, na jambo la kwanza nililomuuliza ni kwa nini swala la ChatGPT limepewa nafasi mara 2? Mara ya kwanza ilikuwa ni warsha ambayo tulikuwa tunaenda kujifunza kwa kina sana kuhusu ChatGPT, vile ambavyo walimu wa Kiswahili na walimu wa lugha nyingine pia wanaweza wakaitumia ChatGPT kufundishia lugha. Hii ya pili ilikuwa ni wasilisho kidogo ambalo nilifanya na mwenzangu mwalimu Grace Mkomwa. Ilikuwa inazungumzia kama ChatGPT inaleta baraka katika ufundishaji, hasa katika elimu ya juu, au inaleta laana. Lakini kwa ujumla ni kwamba umuhimu wa ChatGPT katika zama hizi za akiliunde ni mkubwa sana. Kwa sababu watu wanahitaji kujua kwamba dunia imehama kutoka katika tehama, teknolojia ya habari na mawasiliano, na kwenda katika teknolojia za kiwango cha juu zaidi, teknolojia za akiliunde, artificial intelligence. Anavyosema akiliunde, sisi katika idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa tunasema akili mnemba, ndio hiyo artificial intelligence kwa lugha ya Kiingereza. Unadhani ina umuhimu gani kwa walimu au hawa watafsiri wa lugha ya Kiswahili? Kwanza nianze na watafsiri. Mojawapo ya vitu ambavyo vimesemwa sana na wale watu wanaokosoa kuhusu matumizi ya Kiswahili, hasa matumizi ya Kiswahili kama lugha ya kufundishia, wamesema kwamba Kiswahili hakina matini ya kutosha. Sasa ChatGPT inatupa nafasi ya kutafsiri matini yoyote yale, maudhui yoyote yale ambayo yanapatikana katika lugha yoyote ile, kuyapeleka katika Kiswahili. Lakini pia inatupatia fursa ya kutafsiri matini na vitabu na maudhui mbalimbali yaliyo katika lugha ya Kiswahili kwenda katika lugha nyingine. Lakini kwa upande wa walimu, ChatGPT inasaidia sana katika masuala mbalimbali ya kiualimu. Kwa mfano, inaweza kusaidia walimu katika kutengeneza maudhui mbalimbali ambazo wanaweza wakazitumia darasani. Na huo ndio umuhimu mkubwa sana kwa walimu wa lugha. Lakini ChatGPT pia inaweza ikatumika na wanafunzi wa Kiswahili, wale wanaojifunza Kiswahili kama lugha ya kigeni. Mwanafunzi ambaye anasoma katika nchi ya Marekani au kule ughaibuni, mahali popote pale, ambaye mara nyingi hakutani na wazawa au wasemaji wengine wa lugha ya Kiswahili, anaweza akatumia ChatGPT kama rafiki wa lugha wa kuwasiliana naye. Kwa hiyo anaweza akamuuliza swali kama mimi ninavyokuambia habari. Ndio, na ChatGPT kamwambia nzuri, na wewe je? Yaani mwanafunzi anaweza kaiambia ChatGPT, hebu tuwe na mazungumzo kidogo kuhusu salamu katika Kiswahili. Wakafanya mazoezi, wakaitumia ChatGPT kufanya mazoezi kama vile ambavyo angeweza kufanya mazoezi na mtu mwingine kama mimi na wewe tunavyozungumza hapa sasa. Lakini pia kuna swala la maadili. Hivi karibuni shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO lilitoa taarifa ya kutoa mwongozo kwamba mashuleni serikali zitunge sera kwa sababu za kimaadili kwenye matumizi ya hiyo. Hilo nalo unalionaje na wewe ukiwa kama mwalimu? Nadhani swala la maadili ni swala muhimu sana katika masuala ya kiteknolojia, hasa katika elimu. Nadhani inahusika pia katika kada nyingine, lakini katika elimu ni swala muhimu sana. Na si mara ya kwanza taasisi mbalimbali za kielimu
na mamlaka mbalimbali kufikiria kutunga sera ili kuhakikisha kwamba matumizi ya teknolojia fulani yanafuata misingi ya kimaadili. Na hilo nilisitiza sana wakati nilipotoa wasilisho kwa mara ya pili katika kikao cha kuzungumzia ChatGPT ni baraka au laana katika ufundishaji wa lugha. Sasa ukweli ni kwamba wanafunzi wanaweza wakaleta udanganyifu. Wanafunzi ukawapa mazoezi ya nyumbani, wakatumia ChatGPT kufanya mazoezi hayo na wakamletea mwalimu kana kwamba wao ndio wamefanya mazoezi hayo, kumbe ni ChatGPT. Sasa hilo lipo na tumeshalisikia mara nyingi, tafiti zinaonyesha kwamba wanafunzi wamefanya hivyo sana. Sasa ni majukumu ya taasisi kutunga sera zinazoongoza matumizi ya ChatGPT. Taasisi yangu hapa mimi natoka mpaka sasa hivi, sera yake ni kwamba iwaambie wanafunzi watumie ChatGPT kwa tahadhari na walimu watoe maelekezo muafaka kabisa kulingana na masomo wanayofundisha. Lakini taasisi yangu mimi inasimama waziwazi kwamba mwanafunzi anapotuma kazi kwa mwalimu ambayo hakuifanya yeye, imefanywa na ChatGPT, huo ni udanganyifu na unaadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Kikwazo kikubwa ambacho tuko nacho sasa hivi dadangu ni kwamba utajuaje kazi iliyofanywa na ChatGPT na si mwanafunzi? Kwa hiyo hapo ni baraka au ni laana ChatGPT? Kweli kuna baraka na laana. Hakuna namna nyingine tofauti ya kulielezea hilo. Google Translate imekuwa kwa miaka mingi, sivyo? Na wanafunzi walikuwa mara nyingi pia, hasa wanafunzi wa lugha, wakitumia Google Translate kudanganya. Anaandika insha ya Kiswahili, anaandika kumbe yeye anaandika kwa Kiingereza, anaiweka kwenye Google Translate. Google Translate inampa kile cha Kiswahili, anapeleka darasani, anamwambia mwalimu nimeandika mimi. Kwa hivyo si jambo la kwanza. Kinachohusika tu ni kwamba inatuletea changamoto mpya, na taasisi nina uhakika wataalamu wanaohusiana na masuala ya sera watakaa na kuangalia kwamba tunashughulika vipi na swala hili, lakini ni lazima tuseme kwamba ina faida nyingi sana. Tukiweza kukabiliana na zile changamoto za hapa na pale, tunaweza tukavuna hizo faida na ikatubadilishia elimu ya Kiswahili, ikatusaidia kueneza Kiswahili, ikatusaidia kufundisha Kiswahili kwa urahisi zaidi, na ikawafanya wanafunzi wetu wakajifunza pia kwa urahisi zaidi. Na mwisho tumalizie, ushauri wako kwa wadau wa Kiswahili kuhusiana na Kiswahili na teknolojia ni nini? Ninataka kuambia wadau wa Kiswahili kwamba teknolojia hairudi nyuma. Teknolojia inasonga mbele. Kama unataka kwenda na wakati, usiachwe na teknolojia. Jaribu sana kuangalia kwamba ni teknolojia gani wakati huu zinatumika sana na zinatumika kwa namna gani, ili usiachwe nyuma. Teknolojia ndiyo maisha na maisha ni teknolojia. Hatuwezi kuikwepa. Kwa hivyo walimu wa lugha ya Kiswahili, msibaki nyuma. Teknolojia ndiyo maisha na maisha ni teknolojia. Nakushukuru sana. Asante sana. Dr. Lubua, mwenyekiti wa CHAUKIDO. Asante, nakushukuru. Haya, mtazamaji, na wewe pia unaweza kutumia ChatGPT kwa jambo lolote lile. Shukrani kwa Dr. Philipo Lubua kwa mahojiano yetu. Na sasa ni